Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hizi ndizo hali lau utapatikaniwa na moja kati ya hizi, basi unaipata nafasi ya kuombewa dua na malaika. Tunafahamu kwamba malaika ni maasumin, yani ni viumbe hawatendi dhambi, hawamkosei Allahu tabaraka wa taala. Mistaqu dhalik la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. Kwa hiyo basi malaika lau watakuombea dua, basi dua hiyo ni maqbulun ghairu mardud, inakubaliwa kwa haraka sana na wala hairudishwi. Sisi tuna dua zetu huwa tunamuomba Allahu tabaraka wa taala, tunamuomba atusamehe madhambi yetu, aturehemu na atuhurumie, tufanye wepesi katika mambo yetu. Lakini kwa sababu ya matendo yetu tunayoyatenda inapelekea dua ile kutojibiwa au kuchelewa kujibiwa. Ila lau utafanya moja kati ya haya, basi unaipata nafasi ya kuombewa dua na malaika. Kwa hiyo ni sehemu kila mmoja aweze kuipigania nafasi kama hizi. Usisahau utakapofaidika basi share video hii kwa mwingine na uweze kupata faida insha Allah. Na wewe mwenye mara ya kwanza kupata na video zangu, hii ndio account tutakojifunza mambo mengi sana dini yako. Unachotakiwa kufanya ni kuigusa hiyo plus. Naam. Hali ya kwanza ni pale mtu atakapowahi mapema msikitini kuisubiria swala. Baada ya adhana kabla ya iqama. Ule muda lau mtu atakaa msikitini kuisubiria swala, ule ni muda huyo mtu ataombewa dua na malaika. Kwa hiyo usiwe miongoni mwa wale watu wanasubiria adhana ishadhiniwa bado amekaa yasubiria iqama, akisikia Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ndio nayo ajizoazoa yuenda msikitini. Hii nafasi utaikosa. Ukisikia adhana kabla adhana jitahidi uwe unawahi, kwa sababu adhana ni tambihul ghafilin, kumtanabaisha tu mtu alioghafilika alikuwa hajui sasa ndio muda wa sala, ndio adhana kazi yake ni hiyo. Kwa hiyo unajitahidi utakapoisikia unawahi msikitini, unatawadha, unapiga raka zako 2 na unakaa. Kipindi kile unasubiria swala, basi unaombewa dua na malaika. Ama hali ya pili ni inda wuqufika fi safi al-awwal min as-salah, ni pale utakaposimama safu ya kwanza ya sala. Watu wanasali, wewe upo safu ya kwanza kabisa. Sasa hii inakuonesha hufai kuwa mgeni wa msikiti. Popote utakapoenda, ni kwenu si kwenu, hufai kuwa mgeni msikitini. Hii ni nyumba ya Allahu tabaraka wa taala. Utakapoenda popote hakikisha unaiwahi safu ya kwanza. Kaa safu ya kwanza imejaa, basi ya pili. Lau utaipata safu ya kwanza, basi utaombewa dua na malaika. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi yasema, lau mngelijua anachokipata mtu akiwa safu ya kwanza, basi mngeshindana. Ama hali nyingine ya kuombewa dua na malaika ni inda julusika fil masjid ba'da intihai min as-salah, ni pale utakapokaa msikitini baada ya sala kuisha. Watu wengi wa baada ya salamu hana muda tena kukaa msikitini. Yeye baada ya salamu ima yajitoa sehemu aliyokuwa ameswali yaenda nyuma kula akaegemea ukuta, au atoke nje tikwa hana haraka ya kwenda popote pale, ila atatoka tu msikitini. Huu ni shetani wao yamshawishi atoke. Madamu ushaswali toka, fanya nini hapa? Ni kwa sababu anakunyima hii nafasi. Lau utaswali na ukaka pale pale uliposwali, basi wewe unaombewa dua na malaika na wataendelea kukuombea dua mpaka pale utakapoinuka sehemu hiyo na kutoka msikitini. Kwa hiyo ni nafasi kila mmoja aweze kuipigania nafasi kama hizo. Ukiangalia hizo zote ni nafasi za rahisi sana. Ama hali nyingine inda ziyarati almarid, ni pale unapomtembelea mgonjwa. Hizi zote hakuna yenye unaombewa na idadi kubwa ya malaika zaidi kuliko hii ya kumtembelea mgonjwa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasema, yoyote atakayemtembelea mgonjwa asubuhi, basi anatoka na idadi kubwa sana ya malaika, takriban 1070 wanatoka na huyo mtu, wanamuombea dua. Yametoka asubuhi, basi wataendelea kumuombea dua mpaka usiku. Na leo atamtembelea jioni, ataendelea kuombewa dua hata yusbiha, mpaka asubuhi, na idadi hiyo kubwa ya malaika. Kwa ni kitu cha dakika kama 5 tu kumtembelea mgonjwa. Mgonjwa mtembelea dakika 5, fai muda mrefu kwa mgonjwa. Dakika 5 muulize hali, muombea dua na watoka. Kitendo hicho tu unaipata hiyo nafasi ya kuombewa dua na malaika. Ama hali nyingine inda ziyarati akhika almuslim, ni pale utapomtembelea ndugu yako Muislamu. Iwe ni katika jamaa zako au ni rafiki yako au ni yoyote, lakini Muislamu kaamua ni muda mrefu tujaonana, nimtembelee ndugu yangu nimjulie hali. Basi kitendo chako unatoka nyumbani kwako kuelekea kwake, basi utaendelea kuombewa dua mpaka utakapofika, na utaendelea kuombewa dua mpaka utakaporudi nyumbani kwako. Kwa hiyo hii ni nafasi Waislamu waweze kuzichukua na kushindana katika hizo. Fidhalika falyatanafasil mutanafisun. Ama hali nyingine inda dua ila akhika almuslim bidhahri alghaib, ni pale utapomwombea ndugu yako dua. Unamwombea ndugu yako Muislamu dua ila bidhahri alghaib, yani hajui kwa umemwombea dua. Wewe umemuona tunakisha kwa mambo ya dua, ya Rabbi yule mfanyie wepesi katika mambo yake.
ya Rabbi yule mfanyie kadhaa, ukamwombea dua yeye mwenyewe hajui. Acha zile dua za kinafiki zenye watu huwa wanaombeana. Mwenzako amekufuata ana shida, anakuambia mimi nina shida hii na hii, wajifanya huruma kumwombea dua, Allah atakufanya wepesi inshallah. Lakini akitoka ndo kwanza wamsema vibaya, yule bwana daily yeye ana shida, yeye kijana hili ana hili, tajua mwenyewe. Kwa hiyo hii wewe hauko muombea dua ila bidhahari alghaib, yeye mwenyewe tahakujua kwa muombea dua, basi dua ile unamuombea basi ndio dua hiyo hiyo utakayoombewa na malaika. Masahaba ridwanullahi alaihim walipolijua hili walikuwa wakiombeana dua kwa wingi sana, kwa sababu yajua mimi leo nitakuombea dua, basi hiyo dua hiyo hiyo nitaombewa na malaika. Kwa hivyo ina maana hiyo yangu itajibiwa kwa haraka zaidi, yani hiyo yenye nitaombewa mimi itajibiwa kwa haraka zaidi, kwa sababu wenye atakayomba ni malaika. Kwa kuna sahaba yeye akawa ana shida fulani, yasali nyumbani kwake, lakini yamuombea yataja mtu mwingine, yamuombea mtu mwingine, mpaka mkewe akamuuliza, si ni wewe ndo una shida hizi, mbona unamwombea mtu mwingine? Yasema ni kwa sababu lao nitamwombea yeye dua hizo hizo malaika wananiombea mimi. Kwa hiyo akiniombea malaika itakuwa ni haraka sana hiyo dua kujibiwa, kwa sababu imeombwa na malaika ibadullah almukramun, waja wema hao. Tuombeane dua kwa wingi sana, tusiwe na ile chuki. Sisi watu tunasumbuliwa na chuki, yani utaki kuona mwenzako ana jambo zuri, utaki akushinde kwa jambo. Kwa hiyo sisi kuombeana dua ni dua mbaya tu, yani sana ni kuapizana sisi kuliko kuombeana, ambapo ni mbaya sana hii. Lau utamwombea Muislamu wenzako dua mbaya, basi tambua dua hiyo hiyo ndo malaika watakuombea, na lau utamwombea dua nzuri, hiyo hiyo dua ndo watakuombea malaika na zaidi. Ama hali nyingine utaombewa dua na malaika ni inda ta'limi an-nas al-khair, ni pale utakapowafunza watu jambo jema, yani jambo zuri, umeona jambo la faida ukawafunza wengine, ambao hii ni nafasi ya rahisi sana. Kwa mfano kama hii video nakufunza mambo muhimu, ukaishare kwa mtu mwingine naye aweze kupata faida kwa kuwa umemfunza na yeye, basi wewe utaendelea kuombewa dua na malaika, na itakuwa kwako ni sadaqatul jariya, kwa sababu kile itakapotizamwa hata baada ya kufa kwako, video itakapotizamwa basi thawabu zinaendelea kufikia popote utakapokuwa. Kwa hiyo inda ta'limi an-nas al-khair, pale utakapowafunza watu jambo la khairi, jambo la dini, jambo la ibada, mwenzako ana shida fulani ukamfunza na ukamwelekeza namna ya kufanya, basi wewe huo unaombewa dua na malaika. Na hali nyingine ya kuombewa dua na malaika ni inda naumika ala alwudhu, ni pale utapolala usiku na udhu.